Mashetani na wachawi wana uwezo wa kujua utakuwa nani baadaye. I want you to listen and be attentive as I'm talking. Devils and witches and sorcerers and shamans have the power to focus, to see who you're going to become in the future. And when they see you coming, they fight for you not to achieve what God has given for you in the store. Nirudie tena, wachawi, waganga, wasomanyota, wasihiri, wapiga ramli wana uwezo wa kuiona kesho yako. Wanakujua kabla wewe hujajijua na watu wengine hawajakujua. There are forces that discern about you before anybody knows you. There are forces of darkness that know your purpose, and they fight against you before you start accomplishing your purpose. Kwa mfano, unaona vizuri. Ndiyo maana hata kabla wewe hujajitambua, mashetani wanakujua. Luka sura ya 4 mstari wa 41. Nataka sasa tunaangalia kusudi lako na upinzani wa kichawi. Kusudi lako na upinzani wa kichawi. Your purpose and demonic resistance. Una kusudi ambalo umepewa na Mungu, lakini pia upo upinzani wa kichawi. Mashetani walimjua kwamba yeye ni Kristo. Wakati wengine wanabishana kumuuliza, je, wewe ni Kristo? Wakati wengine wanamtemea mate wakijua ni mwanadamu anayejifanya kuwa Mungu. Wakati wengine wanamzomea na kumwambia huyu ni Msamaria tena mwenye pepo. Mapepo yenyewe anajua wewe ndiwe Kristo. Unaona, tunaanza kusema kujua, kumbe mapepo wanakujua. Ile Yohana sura ya 8 mstari wa 19, hapo utaona wanadamu wanabishana kuhusiana na Yesu. Yohana 8:19. Kwa hiyo unaona Yesu hawamjui na baba yake hawamjui, lakini mashetani anasema huyu ndiye Kristo. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho wewe unajulikana kabla mtu yote hajakujua. Kuna kitu kikubwa sana kimewekwa ndani yako. Uwe mwanamke, uwe mwanaume, uwe umezaliwa kwenye familia maskini, kuna kitu kikubwa sana kimewekwa ndani yako. Na ndio maana roho yako huwa haitulii. Unaota uko kwenye mambo makubwa, unaota uko safari, unaota unamiliki, unaota uko mkubwa zaidi ya ulivyo. Ndoto ni kiashiria cha mambo yaliyo mbele yako. Hebu piga kifuani wako, sema mimi ni yule niliyeshuka kutoka mbinguni na kusudi langu lazima litatimia, na iwe hivyo kama ulivyosema, katika jina teule la Yesu. Mtu ampigie makofi Yesu. Kwa hiyo watu wanabishana. Yesu anasema mngalinijua mimi, wakati mapepo mashetani anasema tunakujua wewe ndiwe Kristo. Marko sura ya 1 na mstari wa 23. Sema nakutambua nani? Mtakatifu wa Mungu. Mashetani yanajua ni nani, alafu pia ni mtakatifu wa Mungu. Shetani nasema wewe ni Yesu wa Nazareti, lakini pia nakujua mno ni mtakatifu wa Mungu. Wakati watu wanatafuta kumpiga mawe wamwangamize, mapepo yanamjua, wachawi wanakujua. Ndiyo maana wakati mwingine wanakutupia magonjwa. Usifikiri yale magonjwa yanakuja kwa sababu ya microorganisms. Magonjwa yale yanakuja kwa sababu wewe si unakaa ndani ya mwili. Ili utimize wito wako lazima utumie mwili. Kwa hiyo mwili unawekewa magonjwa ili wewe ushindwe kutimiza wito wako. Waziri gani anaweza kuwa anachechemea namna hii? Au mbunge gani anaweza kuwa bubu? Au rais gani anaweza kuwa hivyo? Unawekewa magonjwa. Au mfanyabiashara gani aliye mgonjwa? Unawekewa magonjwa ili usitimize wito wako. Wanapokuangalia kwa mbele, wanaona utakao kwenda, wanamuua baba. Ndio maana utakuta mtu amefiwa na baba, amefiwa na mama, amefiwa na kaka yake, hana mtu wa kumsomesha. Unakuta mtu ameonewa, hana pa kwenda. Ni kwa sababu wanaona mbele. Usifikiri ni bahati mbaya. Kwenye kingdom hakuna bahati mbaya. Kwenye kingdom kuna Mungu na kuna shetani. Kila linakolikujia limeandaliwa mahali. Ukiona Gwajima anakimbizwa na watu, wameandaa kitu mahali. Ukiona wewe unakimbizwa na watu, wameandaa kitu mahali. Lakini jambo moja ambalo ujue,
mna hila nyingi katika moyo wa mwanadamu, lakini kusudi la Bwana ndilo litakalosimama.